Wengi wetu tumekosa discipline kwenye maisha. Hauna baraka kwa sababu huna discipline, nidhamu. Unaweza ukaambiwa maji haya usianywe, ndio yamekuletea typhoid. Unatumia dawa za typhoid, baada ya wiki moja unasema nitaenda wapi? Unakwenda kunywa maji hayo hayo. Ni kukosa nini? Nidhamu. Mmekosa nidhamu. Unachokatazwa unakuwa mzito kukiacha. Naongea na wewe, naongea na watendakazi, wahudumu wa injili mlioko hapa, waimbaji, wainjilisti, watu wa usafi, watu wa studio, waumini, washirika, wageni kwa wenyeji. Ukikosa nidhamu katika maisha yako unaweza kuangamia huku unajiona. Sasa yako maeneo nataka niyataje machache sana ambayo yanahitaji nidhamu. Nidhamu katika usingizi. Usiupende usingizi kabisa kwenye maisha yako. Usingizi haufai. Usingizi ni hatari. Usingizi huleta athari nyingi sana katika maisha. Kulala sana humfanya mtu kuwa maskini. Utavaa viraka. Kuvaa viraka maana yake utakuwa na nguo mpya, utakuwa na vidabwada. Kitabu cha Mithali 6 mstari wa 4 hadi wa 11. Usiache macho yako kupata usingizi. Maana yake usiyaruhusu kirahisi yalale, yafumbe. Biblia hiyo, Mungu huyo. Usiache macho yako kupata usingizi, wala kope za macho yako kusinzia. Kope yaani zina blink hivi pa 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 pa. Usiache. Ujiponye kama paa na mkono wa mwindaji, na kama ndege katika mkono wa mtega mitego. Ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, ukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Angalia anavyomwelezea mtu anayependa usingizi. Kumepambazuka, kumekucha, anasema bado kulala kidogo, bado kusinzia kidogo. Anaubembeleza usingizi, bado kidogo, ngoja nisinzie. Anasema unakunja mpaka na mikono, unaitia mikono katikati ya pachipachi za miguu, katikati ya miguu yako, kati ya paja na paja, unajikunja. Ndio maandiko yanazungumza, bado kukunja mikono. Unapopenda usingizi ndipo umaskini unapokuja. Kataro ya usingizi, kataro ya umaskini, kataro ya uvivu, kataro ya kusinzia. Sio kulala tu, hata kope usiziache kusinzia. Maana yake fanya kazi. Kulala sana pia sio afya. Hautakiwi kulala zaidi ya masaa 8, na kiwango cha chini kabisa cha kulala ni masaa 4. Kwa hiyo usilale chini ya masaa 4. Kila masaa 3, masaa 2, lisali moja, una matatizo. Masaa 4 kiwango cha chini, lakini 5 well and good. 6 nenda, lakini 8 the best. Na baada ya hapo usiongeze. Unaenda kubarikiwa na upako unao. Marufuku kuchapa usingizi masaa mengi. Usiuharibu upako ambao Mungu anakupa leo. Usingizi ni mdogo wake kifo. Kifo ni kaka. Mwambie mwenzako usingizi ni mdogo wake kifo. Kwa hiyo ukipenda kulala, muda si mrefu tutakusahau. Ukipenda usingizi, maana yake wewe umelaanika. Kifo, mauti ni laana. Ni laana ya kwanza ambayo Mungu alimpa Adamu. Ndio maana kile tuapolewa hapo tunakataa kifo, tunakataa mauti. Isiyo katika mpango wa Bwana. Usingizi na kifo vinafanana. Aliyekufa akilazwa pale mwili wake, akiwekwa pale kwenye jeneza, utafikiri kalala, kafumba macho, katulia namna hii. Unamuaga akuone, mnalia wala kama asikii. Hivyo aliyelala usipomtikisa sana ukamwamsha, hawezi kustuka. Usipende usingizi. Chukia usingizi. Sema amina. Sema amina. Sema amina.